tena. Aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia. Kanambia, ewe mwanangu, usilie. Aliingia rohoni mwangu, kanipa usilie. Yesu aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia. Kaniambia, ewe Bwana, usilie. aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia. Kaniambia, ewe Bwana, usilie. Maana ninajua shida zako mimi nitazitatua. Ila Yesu mimi ni mtu bure. Ninajua shida zako mimi nitazitatua. Ila Yesu mimi ni mtu bure. Ndani ya Kristo ninaweka tumaini langu. Sijui bila wewe Bwana wangu ingekuwa wapi. Ndani yako Kristo ninaweka tumaini langu. Sijui bila wewe Bwana wangu ingekuwa wapi. Yahweh, wewe ni yote kwangu. Yahweh, ingekuwa wapi. Yahweh, wewe ni yote kwangu. Yahweh, ingekuwa wapi. Yahweh, wewe ni yote kwangu. Yahweh, ingekuwa wapi. Fungua kinywa chako, nenda mbele za Mungu. Mwambie Yahweh, wewe ni kila kitu kwangu. Asubuhi ya leo naitoa kama sadaka mbele zako. Ninakuhitaji Bwana wa mabwana, kwa ajili ya sauti yangu hii ikafanyike sadaka mbele zako. Ninajua Bwana unaweza kubariki, unaweza kutufungua, unaweza kutufundisha, unaweza kutupa vyote tunavyovihitaji asubuhi ya leo. Yesu Kristo, wewe peke yako Bwana unaweza. Wewe uliyelitakasa hekalu, takasa hekalu langu. Maisha yangu haya ya kutegemee wewe, ya kuishie wewe. Yesu Kristo, tunakuhitaji asubuhi ya leo, ukafanyike kila kitu. Vyote tunaviacha kwako, tukiamini Bwana umesikia, katika jina lipitalo majina yote. Baba, tumeomba na kushukuru. Amen. Pigia makofi mengi sana Bwana Yesu. Sema Bwana Yesu. Sema Bwana Yesu. Tuko mbele zako asubuhi ya leo. Tunahitaji ukatufundishe katika roho na katika mwili, na masikio yetu Bwana ukayafungue yakapate kuelewa na maandiko. Amen. Pigie makofi mengi. Tafuta nafasi yako uketi. Nisaidie kumkaribisha jirani yako, mwambie mheshimiwa karibu. Mwambie mtu wa Mungu karibu kwenye ibada. Mwambie wewe ni mtu muhimu sana. Haleluya. Alafu uliza ulimwengu wake wa roho, muulize hekalu lako likoje? Bado linawaabudu sanamu? Haleluya. Haleluya. Muulize Yesu bado anaishi ndani yako? Amen. Unajua kuna watu wengine usipowasemesha hawafungui vinywa.
Unajua hata kwenye ibada ndio maana watu nawasemesha kwamba tutafungua vinywa vyetu ili Mungu afanye, si ndio fungua kinywa. Haleluya. Pigie makofi mengi sana Bwana Yesu. Haleluya. Bado tunaendelea na somo letu linalosema uko uhusiano wa njia ya msalaba na Juma Takatifu. Na mimi nikasema wiki hii nikukumbushe ili tuweze kutafakari ndani ya Bible study, tujue uhusiano uliopo kati ya njia ya msalaba na Juma Takatifu. Mwambie ndani ya Morning Glory kuna Bible study. Sio tu lazima tuseme pokea. Lazima tufundishane, tupate na muda wa kutafakari neno la Mungu, si ndio Bila neno maisha hayaendi. Huyu mtu wa ndani anakula neno, ndio chakula chake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tukaona safari ya Juma Takatifu ilivyokuwa. Tukaona siku ya kwanza ya juma, Jumapili ya Mitende. Tukaona Yesu Kristo ameingia Yerusalemu kwa ushindi akiwa amepanda mwanapunda. Kwa nini hakuchukua punda yule mkubwa? Yule punda alishaanza kutumika siku nyingi. Na kwamba yule mtu kuazimisha punda ilikuwa sio siku ya kwanza. Alikuwa anafahamika. Na kwa kuwa Yesu alikuwa anafanya huduma maeneo yale, alikuwa anajua. Kwa hiyo akasema niletewe mwanapunda ambaye hajapandwa na mtu yoyote yule, ili ajenge madhabahu upya. Haleluya. Na wale punda tukaona ni sadaka. Hata yale majani ya mitende tuliona ni sadaka. Hata zile nguo tuliona ni sadaka. Kila kitu kilichofanyika, hata sauti ni sadaka. Wewe umeandaa sadaka gani? Ndio swali langu. Siku ya pili tukamwona Yesu Jumatatu anaingia hekaluni. Akakuta kuna biashara zinafanyika. Kama wewe vile ambavyo hekalu lako lina biashara nyingi uko ndani. Usengenyaji ni biashara. Mwambie jirani yako hata uongo ni biashara. Mwambie hata kusengenya ni biashara. Mwambie hata uzinzi ni biashara. Muulize hekalu lako linafanya biashara gani? Lakini Yesu akawakumbusha yale makutano na wale wafanyabiashara, akaambia hamjui kwamba nyumba ya baba yangu itakuwa nyumba ya sala? Mbona mmegeuza hii nyumba ya baba yangu kuwa pango la wanyang'anyi? Muulize jirani yako, hekalu lako ni pango la wanyang'anyi? Wakati anawatoa wafanyabiashara na kupindua meza na vile viti, walikuwepo waliokuwa wanahitaji kuombewa, walikuwepo waliokuwa wanahitaji huduma, wamesimama pale nje. Lakini wafanyeje? Na inawezekana walikuwa wanaingia na kutoka. Wanafikiri leo kuna maombi, hamna. Wanakuta watu wanafanya biashara. Akapindua zile meza, akajenga madhabahu nyingine. Alivyomaliza, wale wagonjwa, viwete na vipofu wakamwendea pale, akawaponya, wakapokea uponyaji. Shida ikaanzia hapo. Makuhani, wakuu wa makuhani na Mafarisayo wakaangalia toka siku ile ya kwanza alivyoingia Jumapili ya Mitende, wakasema kwa mtindo huu hapa tumevamiwa. Wakaiangalia siku ya pili alivyoharibu biashara, wakasema huyu tufanye utaratibu wa kummaliza. Unajua hata na wewe pale unapokaa, kwa ajili ya wokovu wako huo tu tayari umeanzisha vita. Unajua hata na wewe kwenye ndoa yako, wokovu wako tu huo umeanzisha vita. Mwambie jirani yako, wewe sio wa kwanza kuanzisha vita. Yesu alianzisha vita. Siku ya kwanza aliingia kama mfalme wa amani, kama bwana wa amani. Siku ya pili akaingia kama bwana wa vita, kama jemedari wa vita. Tuangalie siku ya tatu, Jumanne. Na Yesu alikuwa na utaratibu. Akimaliza huduma anatoka pale mjini. Asipoenda Bethania, anaenda mlima wa Mizeituni. Na kule kwenye mlima wa Mizeituni alikuwa amezoea kwa ajili ya ibada, kwa ajili ya maombi. Lakini vile vile hata Bethania alikuwa amezoea kwenda kule kwa kina Lazaro. Haleluya. Haleluya. Siku hiyo iliyofuata, siku ya Jumanne, mwambie jirani yako siku ya Jumanne.
kwenye Juma Takatifu ilikuwa ni siku ya mafundisho. Siku ya kwanza tumeona ameingia Yerusalemu kwa ushindi. Siku ya pili tumeona ametakasa hekalu. Siku ya tatu ambayo ni Jumanne, ni siku ya mafundisho. Siku kama ya leo ni siku ya mafundisho. Na katika mafundisho aliyoanza nayo yalikuwepo mafundisho ya mtini. Haleluya. Jana yake wakati anaenda kutakasa hekalu, alipita mahali fulani akiwa na njaa, akausogelea mtini akijua kwamba utakuwa na matunda. Lakini alipofika pale akakuta majani, hamna kitu. Akakasirika sana. Akaulaani ule mtini. Pamoja na kwamba hayakuwa majira ya kuzaa, akaulaani. Wanafunzi wakasikia ile laana. Halafu wakaulizana wenyewe kwa wenyewe, lakini mbona sio msimu wake? Sikiliza nikwambie, mwambie jirani yako Yesu hatabiriki. Mwambie jirani yako Yesu hatabiriki. Majira yote ni ya kwake. Sikiliza nikwambie, hata hiyo biashara yako aliyokupa ni mtini. Anaweza akaja muda wowote. Iwe ni wakati unafunga biashara ndo umefungua, akitaka tunda kwenye biashara yako, usimwambie Yesu ndo nimefungua tu, atailani. Kipawa alichokupa ni mtini. Akihitaji umtumikie, usiseme nimejiandaa au sijajiandaa. Atalaani hicho kipawa. Kwa hiyo ule mtini ilikuwa sio muda wa kuzaa matunda, lakini kwa kuwa Yesu ni wa majira yote, aliangalia matunda. Unajua ule mtini ungekuwa na akili zilizopitiliza, nusu ungekuwa na majani, nusu ungekuwa na matunda. Yaani unakaa mkao kwamba Yesu akija muda wote, hata kama sio msimu, akute matunda. Akija kama ni wakati wa msimu, sio wakati wa msimu, sio aone majani tu na upande mwingine kuwepo na matunda. Mwambie jirani yako Yesu anachohitaji ni matunda. Haijalishi ni msimu au sio msimu. Akifika ofisini kwako anahitaji aone matunda. Yesu ni wa majira yote. Akaulaani ule mtini. Alivyoulaani ule mtini, wakaondoka, wakaenda hekaluni. Akaenda kushughulikia hekalu, akatakasa. Siku hiyo alikuwa amejipanga kwa ajili ya kuhakikisha kwamba anataka kuona mazao. Sasa Jumanne wametoka tena Bethania, wakapita karibu na ule mtini. Petro akauona ule mtini umenyauka, umekauka. Mwambie jirani yako umekauka. Na nimekwambia Jumanne ni siku ya mafundisho. Yesu alifanya vile kumbe ili apate sehemu ya kufundishia. Aliukausha ule mtini ili kesho yake liwepo darasa. Mwambie jirani yako hiyo hali unayopitia wewe ni mtini. Yesu ameamua kukukausha tu ili akupitishe kwenye darasa, sio kwamba anakuchukia. Ngoja nikwambie, kumchapa mtoto sio unamchukia, unamfundisha. Mtumishi, hali unayopitia sio kwamba Yesu anakuchukia, ni kwamba amekuchagua kuwa darasa, amekuchagua kuwa PowerPoint, amekuchagua kuwa projector. Madam, Mungu akikupitisha mahali pembamba, umefanyika we mtini ili kesho wanafunzi wapate darasa la kujifunza. Biashara yako ikikauka ni mtini ili kesho Yesu apate darasa la kufundishia. Kwa hiyo siku hiyo wakapita pale. Petro akauona mtini. Ule mtini uliolaaniwa jana umekauka. Akaambia Yesu, angalia ule mtini umenyauka. Biblia inasema jifunzeni kwa mtini. Mtini ni Israeli. Kila kinachotokea kule Israeli ni darasa kwa kanisa. Unajifunza nini vita zinazoendelea kule Israeli? Unajifunza nini?
Unajifunza nini? Maisha ya wana wa Israeli. Unajifunza nini? Ni darasa. Israeli ni mtini. Majira ya kanisa yanaendana na kinachoendelea kule Israeli. Maisha yako, angalia mtini. Chochote unachofanya, angalia mtini. Bwana Yesu asifiwe. Mathayo 21:18 mpaka 19. Siku ya Jumanne nimekuambia ni siku ya mafundisho. Na unajua siku ya Jumanne, hata ile wakati wa uumbaji kwenye kitabu cha Mwanzo, kuna jambo lilifanyika. Iliumbwa mbingu. Baada ya kuumba mbingu, ndani ya mbingu kuna jua, kuna nyota, kuna mwezi. Kwa hiyo Jumanne ni siku ya uumbaji, siku ambayo mbingu iliumbwa. Na nimekuambia mtini huwakilisha Israeli. Kwa mtini jifunzeni. Ukisoma Luka 21:29 mpaka 37 utaona hayo mafundisho. Lakini niende kwenye ile Mathayo 21:18. Anasema, hata asubuhi alipokuwa akienda mjini, aliona njaa. Akaona mtini mmoja kando ya njia, akauendea, asione kitu juu yake ila majani tu. Akawaambia, yasipatikane matunda kwako tangu leo hata milele. Mtini ukanyauka mara. Wanafunzi walipoona walistaajabu, wakisema, jinsi gani? Yesu akajibu akawaambia. Kwa hiyo ilikuwa ni Jumanne. Yesu akaanzia darasa lile lile kulingana na swali lile lile Petro alilouliza. Anasema, jinsi gani mtini umenyauka mara? Yesu akajibu akawaambia, ni siku ya mafundisho. Kwa hiyo alianza kufundisha pale pale kwenye mtini. Yesu akajibu akawaambia, amin nawaambia, mkiwa na imani, msipokuwa na shaka, mtafanya si hilo la mtini tu, lakini yoyote. Lakini hata mkiuambia mlima huu, ng'oka ukatupwe baharini, litatendeka. Na yoyote mtakayoyaomba katika sala, mkiamini, mtapokea. Mwambie jirani yako, kaa darasani. Ule mtini, kitendo cha kunyauka, Yesu alikuwa anaandaa darasa la kesho yake, kwa sababu siku ya Jumanne kwenye Juma Takatifu ni siku ya mafundisho. Walimu wanajua. Kwa hiyo Jumatatu alianza kuandisha lesson notes na teaching aids. Alikuwa anaandaa. Mtini ulikuwa ni teaching aid. Jumatatu aliunyausha ili Jumanne apate darasa. Kwa hiyo Jumanne wakati wanapita wakitoka Bethania, walipofika pale wanafunzi wakaanza kumwambia kwa habari ya mtini ulionyauka. Akasema, ndio ninajua. Akasema alikuwa anawafundisha somo la imani. Na mimi nataka nikwambie, katikati ya kunyauka kwa mtini, usione kunyauka, angalia imani. Akawaambia, hata na ninyi msiniambie tu kwamba kwa habari ya mtini umenyauka, ninachowafundisha mahali hapa. Kwa hiyo walisimama pale kwenye mtini. Yesu akaanza kufundisha wakiuangalia mtini. Juzi yake waliona una majani, uko vizuri, lakini leo umenyauka. Mwambie jirani yako, ilikuwa ni teaching aid. Yesu alikuwa anawafundisha somo la imani. Akaambia sio hivyo tu. Sijui kama unanielewa. Anasema, jinsi gani mtini umenyauka mara? Yesu akajibu akawaambia, amin nawaambia, mkiwa na imani, msipokuwa na shaka, mtafanya si hilo la mtini tu, lakini hata mkiuambia mlima huu, ng'oka ukatupwe baharini, litatendeka. Na yoyote mtakayoyaomba katika sala, mkiamini, mtapokea. Mwambie jirani yako, kwa nini Mungu hakujibu? Shida sio Mungu. Shida ni wewe mwenyewe, imani yako iko chini.
Kwa hiyo akawaambia wanafunzi, angalieni mtini ulionyauka. 21 Mathayo 21 18 19 na kuendelea pale. Akasema, huu mtini umenyauka sio kirahisi rahisi, ni swala la kiimani, ni swala la kiroho. Anasema sio kwa habari ya kunyausha mtini. Mkiwa na imani, hata kama punje ya haradali, mnaweza mkawaambia mlima huu ng'oka ukatupwe baharini. Alichokuwa anawafundisha kwa habari ya mtini ni imani, kwamba yoyote myaombayo, ukiomba kwa kuamini anaweza, lazima upokee. Kwa nini upokei majibu ya maombi yako? Ni kwa sababu huna imani. Shida sio muombaji, shida sio wachungaji. Wachungaji wanaomba sana, wachungaji wanafundisha sana. St. James mna mafundisho ya kila aina, kama ya kinabii yapo, kama ya kichungaji yapo, kama ya kimitume yapo, kama ya kiwalimu yapo, kama ya kiuinjilisti yapo. Kwa nini hampokei? Imani. Imani yako ni ndogo. Kwa hiyo Yesu akawaambia wanafunzi, jana niliunyausha huu mtini ili tupate darasa. Wanasema inakuwaje? Mbona huu mtini umenyauka mara? Akaambia, nilijua kabisa kwamba hayakuwa majira, lakini nilitaka nipate darasa la kufundishia. Akasema, sio tu la kukausha mtini, mna uwezo wa kuuambia hata mlima huu ng'oka, nenda ukatupwe baharini. Ukiamini, ukiomba kwa kuamini, kila kitu kinawezekana. Mwambie jirani yako, imani yako. Kwa hiyo siku ya Jumanne kwenye Juma Takatifu ilikuwa ni siku ya mafundisho. Ndio maana walipotoka Bethania alianza kufundisha wanafunzi ambao nao walikuwa hawajamuelewa Yesu. Mwambie Yesu ni wa majira yote. Akija kwako, iwe ni msimu wa kutoa matunda, usiwe ni msimu wa kutoa matunda, Yesu anahitaji matunda. Ndio maana ule mtini, ningekuwa ni mimi ningeuambia mtini, nusu majira yote, nusu uwe na matunda, nusu uwe na majani, ili Yesu akija muda wote akihitaji matunda yawepo. Na kwenye biashara yako hakikisha una matunda. Kama unafanya biashara ambayo haimzalii Yesu matunda, hiyo sio biashara, Yesu atailaani. Kama utumishi wako haumzalii matunda, Yesu ataulaani. Sikiliza, Yesu ni yule yule anayebariki, Yesu ni yule yule anayelaani. Mwambie hivi, wewe unamjua Yesu? Usimwangalie Yesu tu kwenye upande wa kubariki, hata kwenye upande wa kulaani. Haleluya. Kwa hiyo Jumanne kwenye Juma Takatifu imebeba mafundisho, na siku ya leo ni siku ya mafundisho. Lakini vile vile nimekuambia kwenye utangulizi, hata ile siku ya tatu, Jumapili, Jumatatu, Jumanne, siku ya tatu kwenye uumbaji, Mungu aliumba mbingu, na kwenye mbingu kuna jua, kuna nyota, kuna mwezi. Kwa hiyo Jumanne ni siku ya uumbaji, lakini uumbaji wa mbingu. Mungu akuumbie mbingu zako, mbingu zitakazoachilia mvua kwenye biashara yako. Sikiliza, kuna mvua za mawe, lakini kuna mvua za baraka. Mbingu yako kama imelaaniwa, sikiliza, Yesu ana uwezo wa kulaani hata mbingu yako. Ndio maana biashara yako pale haifanikiwi, kwa sababu mbingu zimefungwa, mbingu zako zimelaaniwa. Haleluya, haleluya. Najitahidi kuwa mwalimu, najitahidi na sijui, yani kufundisha, ingekuwa kama kuna uwezekano wa kukupa kidonge kama cha paracetamol umeze tu, ili ndani ya kumeza uelewe, ningefanya hivyo, lakini sina namna. Mwambie jirani yako, mtumishi anajitahidi kuwa mwalimu, anajitahidi tu ili uelewe Juma Takatifu lina uhusiano gani na njia ya msalaba. Na mimi nimekuambia huko mbele, Mungu akitupa neema, sijui kama nitafika huko, tutaangalia njia ya msalaba ikoje. Ni matukio gani yalitokea kwenye njia hiyo ya msalaba hiyo, kuanzia Yesu alivyokuwa kwenye milima Mizeituni mpaka akaenda akafa mpaka akazikwa, ni mambo gani yalitokea? Kwa hiyo usiache hili darasa katikati, twende pamoja kwenye hii safari ya kutoka kwenye Jumapili ya Mitende mpaka Jumatatu ya Pasaka. Twende pamoja kwenye hii safari,
tembea pamoja na mimi kwenye hili juma takatifu. Yako mambo mengi ya kujifunza. Anasema kwa mtini jifunzeni. Kwa hiyo Jumanne ni siku ya mtini, na ndio maana kuna hotuba, mafundisho ya mtini yalifanyika kwa ajili ya ule mtini ulionyauka. Lilikuwa ni darasa la wanafunzi. Yesu alikuwa ameandaa madarasa mawili. Darasa la kwanza la wanafunzi, aliwafundisha kupitia mtini kwa habari ya imani. Darasa la pili ni la wakuu wa makuhani na wazee. Wametajwa mahali fulani, mpaka wazee wametajwa huko, nao walikuwa na darasa lao. Tutaona alivyoingia hekaluni siku ya Jumanne kilitokea nini. Haleluya, haleluya, haleluya. Kwa mtini jifunzeni. Luka 21:29 mpaka 37 utasoma. Haleluya. Ni siku ya mafundisho. Kwenye ile Mathayo 21:23. Mathayo 21:23. Hata alipokwisha kuingia hekaluni siku ya Jumanne, hata alipokwisha kuingia hekaluni, wakuu wa makuhani na wazee wa watu wakamwendea alipokuwa akifundisha, wakisema, ni kwa amri gani unatenda mambo haya? Mambo gani? Mambo haya mambo gani? Jambo la kwanza kwenye matafakari yangu, ni kwa amri gani unafanya mambo haya? Mambo haya mambo gani? Mambo ya kuingia Yerusalemu na mwanapunda, mambo ya kukusanya makutano. Hayo mambo sisi tunayashangaa, hayo mambo sisi tunayakasirikia kama wakuu wa makuhani, kama wazee wa kanisa. Hata na wewe mahali hapa, si yako mambo mengi tu unayakasirikia. Unasema hili kanisa silielewi, nitaondoka. Huyu mchungaji simuelewi, nitaondoka. Huyu mzee wa kanisa simuelewi, nitaondoka. Ni kwa amri ya nani unafanya mambo haya? Mambo yepi? Ya kusababisha watu watoe sadaka namna hii za majani ya mitende, sadaka namna hii za nguo zao za gharama wanatandika. Mfalme wetu mwenyewe hajawahi kutandikiwa nguo, watu wakapita juu ya nguo. Namna hii haijawahi kutokea. Kwa amri ya nani unafanya mambo haya? Mambo haya ni yapi? Mambo haya ya kuja kuharibu biashara zetu. Jana umepindua meza, umetoa kila kitu mahali hapa. Mambo haya ni kwa amri ya nani unayafanya? Mambo haya ya kufundisha wanafunzi wako, mambo haya ya kusababisha watoto wapaze sauti, mambo haya ya kusababisha makutano waseme hosana, okoa. Kwa nini unatuondolea watumwa wetu? Kwa nini unaharibu biashara zetu? Ni kwa amri ya nani wewe Yesu? Ni nani aliyekutuma ufanye mambo haya? Mafarisayo. Mwambie jirani yako, wewe ni mfarisayo. Mwambie jirani yako, wewe ni mzee wa kanisa wa wakati huo. Mwambie wewe ni mkuu wa makuhani wa wakati huo, unayehoji mamlaka ya Yesu. Hujui kwamba huyo ni Bwana, hujui kwamba huyo ni mfalme wa wafalme, hujui kwamba huyo ni jemedari wa vita. Hujui, unahoji. Na ndio tabia ya kanisa la sasa hivi. Kufanya biashara kanisani ni kawaida. Unajua, wakati nasoma haya maandiko nikamshangaa sana Mungu, akanifundisha kitu kigumu. Ndio maana kuna makanisa mengine mnada hawafanyi ndani ya kanisa. Mimi sijui, labda ni nchi za nje. Kuna makanisa huku Tanzania ambayo mnada hawafanyi ndani ya kanisa. Nyie si mnaendaga, mnajifanya mwendagi kwenye makanisa mengine, si mnaendaga? Hata kama haujawa Mwanglikana, si ulitokea huko ulikotokea. Na humu ndani uzuri tuna Waluteri, tuna Waroma, tuna Waanglikana. Si tuseme kwa sauti, ni Bible study. Hivi hamjawahi kuona makanisa mengine hawafanyi mnada? Ongea kwa sauti. Hamjawahi kuona makanisa mengine hayafanyi mnada ndani ya kanisa, yanafanyaga mnada pale nje? Hamjawahi kuona? Sema kwa sauti.
wanafanyaga mnada pale nje. Na unajua kanisani hamna mnada, kanisani kuna changizo. Kwani kile Yesu alichofanya cha kupindua meza na kuwatoa wafanyabiashara kule ndani hakitokei sasa hivi? Hujawahi kuona mtu wanasema kikapu hiki jamani tunataka tubadilishe iwe sadaka? Hayo ni makosa. Aliyeleta kikapu alileta kama sadaka. Sasa kuna watu wengine kwenye kuongea wanaongeaga vitu vigumu. Tunataka hii ndizi, tunataka tuibadilishe iwe sadaka. Kwani ndizi ilivyoletwa haikuwa sadaka? Hiyo ni biashara mnafanya kanisani. Mnafanya biashara kanisani. Hujawahi kuona mtu ambaye ni mfanyabiashara, yeye anataka apate, sio amtolee Mungu sadaka. Yaani ndizi anasema 20,000, akitokea mwingine anasema 30,000, ile 20 yake hatoi, maana ni mfanyabiashara. Si ajabu alishaiona hii ndizi nikinunua kwa 20,000, nikienda kule nje nauza 50. Mwambie jirani yako, kanisani wako wafanyabiashara, sio watoaji wa sadaka. Hatoi, halafu akishaona amezidiwa. Na mimi sitaki kufundisha, maana mara nyingine unajua kuna wafanyabiashara wengine, na unajua ndani ya kanisa siku hizi wako mpaka madalali, sio mhudumu, dalali. Anasema kuna bei elekezi. Sadaka ina bei elekezi? Sijui naharibu, inawezekana naharibu. Everest, mambo mengine wewe unaangalia. Haleluya. Halafu kanisani kuna warushi, wafanyabiashara warushi. Anasema okay, basi amepata hii maiki 100,000. Hana hata 100,000, hana hata mpango wa kutoa 100,000. Kwani si unaorodha ndefu tu baba Canon? Watu wameahidi na hawajawahi kutoa, na usitegemee kwamba wana mpango wa kutoa. Mwambie jirani yako, hao ni wafanyabiashara. Fanyabiashara yani moyo wake achukue kitu bila kulipa, yani anakurusha. Haleluya. Na ndio kanisa la sasa, watu wanamzaha ndani ya ibada ya changizo. Watu wanamzaha, wanasema hiki kitenge kinamfaa Joshua. Nikitoa mfano utajikwaa. Hiki kitenge, wakati wa Joshua ana mke tena wa kanisani, halafu anasema hiki kitenge wanamnunulia mtu ambaye hana mke, na wala mchungaji hajawahi kuletewa hilo tangazo aanze kutangaza, wala tangazo la ndoa halipo. Wanasema chochea, yani wanachochea vile vile kwenye uzinzi na washerati. Kitenge 100,000, 200,000, mwingine anasema 200,000 kwa Joshua. Hasa kitenge, halafu anasema ashone yeye na mke wake. Mwambie hiyo ni biashara kanisani. Na ndio maana Yesu aliingia kanisani akapindua meza. Ziko meza za mizaha, kuna meza za mizaha makanisani. Mnafanya mzaha kanisani. Siku moja Yesu ataingia mahali hapa apindue hizo meza, muone live. Mafundisho mengine sio mazuri. Sikiliza nikwambie, ile tu umesema 20,000, hata kama hujapata ni sadaka mbele za Mungu. Mungu anaitaka hiyo 20. Na yule aliyesema 100,000 akachukua ndizi, anaitaka hiyo 100,000. Ili nini? Huyu aliyeleta ndizi awe amemtolea Mungu sadaka ya 120,000. Kwa nini mnasababisha watu ambao wameleta ndizi na madhabahuni Mungu amehakikisha? Wa kwanza alisema 20,000, hana mpango wa kutoa na ameishia kwenye 20. Mwingine akasema 100,000, akatoa 100,000, na hata asipotoa mnamsababishia yule ambaye alikuwa ameleta ndizi, ambayo thamani ya hiyo ndizi mbele za Mungu sadaka ni 120,000, halafu wewe unanyima 20,000. Uzuri wa Mungu ni Mungu wa neema. Ile tu umeitoa sadaka moyoni mwako, Mungu ameshaipokea na Mungu amebariki. Shida moja, katikati ya sadaka yako mambo mawili. Naelekea wapi? Mbona nilikuwa nasema nisikie mafundisho, huku nakoenda naelekea wapi?
Sikiliza nikwambie, katika sadaka yako mambo mawili huwa yanatokea kwenye ulimwengu wa roho. Aidha kubarikiwa au kulaaniwa. Aliyeleta ndizi atabarikiwa, wewe uliyerusha unalaaniwa. Na unajua, ngoja nikwambie, kamulize Kaini na Habili. Kuna mmoja alibarikiwa na mmoja alilaaniwa. Kwa hiyo ndani ya kanisa hili kuna watu wao wanakuja, na ninawaambiaga siku zote, unapokuja kwenye ibada tegemea mambo mawili, kupokea baraka au laana. Muulize jirani yako, ndizi ngapi umerusha kwenye hili kanisa? Vitenge na unavaa, na sio kwamba amekiweka, ameshona na anakivaa. Hicho kitenge kimeandikwa laana, laana, laana. Na mlivyo waajabu, mmemechisha wewe na mke wako. Naelekea wapi? Roho Mtakatifu nirudishe. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa nafundisha kwa habari ya mafundisho, si ndio? Mafundisho. Yesu akaingia hekaluni. Kukaa kuna maswali. Hata alipokwisha kuingia hekaluni, wakuu wa makuhani na wazee, watu wakamwendea alipokuwa akifundisha, wakisema, ni kwa amri gani unatenda mambo haya? Nimeshakwambia hayo mambo. Naye ni nani aliyekupa amri hii? Yesu akajibu akawaambia, na mimi nitawauliza neno moja, ambalo mkinijibu nami nitawaambia ni kwa amri gani ninatenda haya. Swali. Walimuuliza maswali na yeye akawauliza swali. Ilikuwa ni siku ya mafundisho. Nimekuambia asubuhi kulikuwa na mafundisho ya wanafunzi kupitia mtini. Sasa kuna mafundisho ya wazee na wakuu wa makuhani na hao Mafarisayo. Akawaambia, ubatizo wa Yohana ulitoka wapi? Ulitoka mbinguni au kwa wanadamu? Wakahojiana wao kwa wao wakisema, tukisema ulitoka mbinguni, atatuambia mbona basi hamkumwamini huyo Yohana? Na tukisema ulitoka kwa wanadamu, twaogopa mkutano, maana watu wote wamuona Yohana kuwa ni nabii, tena ni nabii wa kweli kweli. Wakamjibu Yesu wakasema, hatujui. Naye akawaambia, wala mimi siwaambii ninyi ni kwa amri gani ninatenda haya. Hilo lilikuwa ni darasa la wakuu wa makuhani, Mafarisayo na watu wengine. Ameingia Jumanne kwa ajili ya mafundisho. Ameanzia na wanafunzi. Makuhani wakamfuata. Alipoingia tu, makuhani wakamfuata. Wakasema, unafanya mambo haya kwa amri ya nani? Na ni nani aliyekutuma? Yesu akawaambia, kujibu nitawajibu, lakini na mimi nawauliza, ubatizo wa Yohana ulitoka wapi? Yesu alikuwa ni mwanasaikolojia na mtheolojia mzuri. Akasema, ubatizo wa Yohana ulitoka wapi? Ulitoka kwa Mungu au kwa wanadamu? Jamaa wakapata homework, assignment. Wakatoka, wakasimama pembeni, wakaanza kujadiliana kwamba hili swali tunalifanyaje. Mwambie jirani yako, kaa darasani. Kazi ya wambea ni kuwapa kazi. Baba Canon, ukikuta kwenye kanisa la huko, najua wewe ni mkuu wa jimbo, una parishes nyingi. Ukikuta huko, maana sio hapa, huko ukikuta kuna Mafarisayo na wazee wa kanisa wanaouliza maswali mengi, ili wasiulize maswali, waulize na wewe swali, usiwajibu. Waulize na wewe swali. Halafu jambo lingine, hakikisha wana home package, wana assignment. Kanisa ambalo liko bize huwa linapunguza maswali. Kanisa ambalo haliko bize kuna kuaga na maswali mengi. Hakikisha kanisa liko bize, vijana wako bize, wazee wa kanisa wako bize, maswali hayatapatikana. Akaambia, niambieni, ubatizo wa Yohana ulitoka wapi? Wakasema, tukisema ulitoka mbinguni kwa Mungu, atasema mbona huyo Yohana mwenyewe hamkumwamini na wala ubatizo wake hamkuuamini? Wakasema, tukimwambia ulitoka kwa wanadamu, tunaogopa makutano, maana makutano yanaamini kabisa Yohana ni nabii wa kweli.
Wakasema dawa yake hapa, tumwambia hatujui. Naye akaambia na mimi sijui aliyenipa amri wala mamlaka, sijui. Ukiendelea mbele huko unakutana na darasa lingine. Yesu, kuna darasa lingine linaloendelea. Kuna mtu mmoja alikuwa na watoto wawili. Kulikuwa na mifano mingi ambayo Yesu alifundisha siku hiyo. Kuna mtu mmoja alikuwa na watoto wawili. Mtoto mmoja mtiifu, mwingine sio mtiifu. Hata na wewe wako si unawajua. Ukitaka umtume mtu afanye kazi, hata kama ulishampa kazi nyingine, unamuongezea na nyingine. Maana unajua yule mwingine hata ukimwambia hafanyi. Huyo ndugu alikuwa na watoto wawili, alikuwa na shamba la mizabibu. Akamtuma mtoto wa kwanza kwamba bana, leo nenda kule kwenye mizabibu kafanye kazi. Yule wa kwanza akasema siendi, yani usoni hivi. Kwani watoto wenu si wao wanawajibu hivyo hivyo? Sifanyi. Akasema siendi. Lakini baadaye akatubu, akaona hii sio sawa. Kinywani amesema siendi, halafu nafsi ikamsuta. Halafu akasema ngoja niende tu. Akaenda akafanya kazi. Yule wa pili aliyefuatwa akaambiwa nenda kwenye shamba la mizabibu. Akasema ndio baba. Si mnao wa namna hiyo? Lakini moyoni anasema siendi. Lakini kwenye kinywa anasema ndio baba, ndio mama. Yule aliyesema ndio hakwenda. Wewe endelea tu kusoma hapo, baadaye utakutana na hizo habari. Yule aliyesema ndio hakwenda. Yesu akawauliza, nyinyi Mafarisayo na wakuu wa makuhani, ni yupi aliyetenda haki ya baba yake? Wakasema yule aliyesema siendi. Alafu akaenda. Akasema unajua katikati yenu kuna makahaba na watoza ushuru. Wao mnawaona ni wadhambi sana, lakini mwe na uhakika watawatangulia mbinguni. Maana kahaba akishagundua, akamuuliza Rahabu, kahaba akishagundua kweli, anaachana na hilo jambo, anatubu, anatenda kusudi la Mungu. Hata mtoza ushuru, si mnamjua? Mtoza ushuru wa kwenye Biblia anaitwa nani? Bible study. Anaitwa nani? Lazaro? Zakayo. Alipogundua ile kweli akasema kuanzia sasa. Akaambia ngoja niwaambie nyinyi, makahaba na watoza ushuru watawatangulia, lakini ninyi mnaojifanya mnaijua kweli mtabaki mlivyo hivyo hivyo. Akatoa mfano mwingine tena wa mtu mmoja ambaye alikuwa ni mkulima. Amejenga nyumba yake vizuri, amechimba kisima, kuna maji ya umwagiliaji na nini, ana shamba lake pale. Alafu akawapangisha wakulima. Alivyowapangisha wakulima, yeye akasafiri akaenda zake. Ilipofika wakati wa kuvuna matunda, akawatuma watumwa wake waende kwa wale wakulima waliopangishwa hilo shamba. Soma tu hizo habari utazikuta. Wale watumwa waliotumwa kwenda kule kuchukua matunda walipigwa kwa mawe na wale wakulima, wakavurugwa na wengine wakauawa. Akatuma wengine wengi zaidi, wakapigwa. Akatuma wakapigwa. Akasema labda nikimtuma mtoto wangu ambaye ndio mrithi wangu, pengine watasema huyu ni mrithi, watamfanyia fadhila fulani, ngoja nimtume. Wakasema huyu aliyekuja si ndio mrithi wa yule baba? Hapa tumuue, halafu tuchukue shamba na kila kitu, maana yule baba amesafiri na tulitegemea huyu mrithi angetusumbua, amejileta. Wakamuua. Akawauliza, nyinyi wakuu wa makuhani na nyinyi Mafarisayo, ingekuwa ni wewe umerudi uliowapangisha hao wakulima, ungefanyaje? Akasema tungewashughulikia. Si usimame tu, maana sijui hata naenda mpaka wapi. Si usimame tu. Mwambie jirani yako, Jumanne ilikuwa ni siku ya mafundisho. Kwenye Juma Takatifu Jumanne ni siku ya mafundisho. Haleluya. Haleluya.
Haleluya. Yako mabatizo ya aina nyingi. Kanisa limefika mahali tunasema tuna umoja wa kanisa, tunasema sisi wote ni Wakristo, wote ni Wakristo, lakini tunatofautiana kwenye kubatiza. Mwingine anasema maji mengi, mwingine anasema maji kidogo, mwingine anasema lazima mtoni. Sasa nikuuliza, hapa Tanzania Yordani iko wapi? Kama ni mtoni, si umpeleke Yordani kabisa? Ndio maana Yesu aliwauliza, ubatizo wa Yohana ulitoka wapi? Unaposema maji kidogo na maji mengi, hivi kidogo ni lita ngapi na mengi ni lita ngapi? Na ukitaka maji mengi ya kuzamishwa, tukikuzamisha tuimbe mapambio mangapi ukiwa huko, ili ujue kwamba kweli umebatizwa? Kwaya iimbe nyimbo ngapi? Hivi hamjawahi kusikia ubatizo wa moto? Ngoja niulize, wale ambao wako jangwani, hakuna maji, hakuna nini, hakuna ubatizo. Wewe unayesema unahitaji maji mengi, tukija pale Mount Meru hospitali tukakukuta huko kufani. Hivi unajua kufani? Yaani unakaribia kufa. Tumesha kuongoza sala ya toba na tayari tunakukirisha ubatizo. Uko na madripu, unakaribia kufa. Wewe unayetaka maji mengi, tutakuchukua saa ngapi tukupeleke Mto Temi, Mto Duruma na dripu zako, tukakutumbukize huko, ndio ujue kwamba huo ni ubatizo. Hilo nalo ni darasa lingine. Tunazungumzia utu wa kale. Ubatizo ni huku ndani. Wakuu wa makuhani wakauliza, ni kwa amri ya nani? Ni nani aliyekupa mamlaka hayo? Zaburi ya 32 mstari wa 8 inasema, nitakufundisha na kufanyaje? Na nini? Na nini? Si mnaijua? Yesu ni mwalimu. Yuko siku ya leo Jumanne, anatamani kukufundisha. Nitakufundisha, nitakuonyesha, nitakushauri. Yuko mahali hapa kwa ajili ya kukufundisha ile kweli. Mafarisayo walielewa, walipoona wameshindwa, wakasema sasa tufanye njama za kumuua Yesu. Lakini pamoja na hayo, wakawa kila wakijaribu kufanya njama ya kumuua Yesu. Yuko na makutano muda wote. Yesu yuko na wanafunzi, wanasema tunamkamataje sasa? Maana watu wamemwamini. Halafu kuna Pasaka iko pale mbele. Mwambie jirani yako, kubali leo kuwa mwanafunzi. Siku ya Jumanne ni siku ya uumbaji. Mungu aliumba mbingu, na kwenye mbingu kuna nyota, kuna mwezi, kuna jua. Jumanne ya leo mbingu zikufungukie kwenye kila unachofanya. Jua la baraka, nyota za baraka, mwezi wa baraka uwe juu yako kwa jina la Yesu. Sikuna Zaburi ambayo tunasemaga jua halitafanyaje wakati wa nini, na mwezi wakati wa nini? Ni Bible study. Jua ni watumishi wa Mungu na mwezi ni watumishi wa Mungu. Jua hili linaweza likakuwakia wewe na kukuunguza, lakini jua hilo linaweza likaachilia baraka kwa mtu mwingine. Fanyika baraka. Leo Mungu anaumba mbingu. Mbingu zako ziumbike. Hizo mbingu kwenye biashara ziumbike. Hizo mbingu kwenye ndoa yako ziumbike. Hizo mbingu kwenye huduma na utumishi ziumbike. Roho ya mafundisho iwe juu yako kuanzia leo. Nasema roho ya mafundisho, roho ya kukubali kufundishwa iwe juu yako. Watu wengine hawako tayari kufundishwa. Yuko darasani, walimu kwa kweli Mungu awatie nguvu. Mstaafu. Si unajua tu kuna mtu mwingine yuko darasani, wewe unafundisha, yeye anakuchora na pua. Mwalimu, hujawahi kuchorwa na pua?
Wewe unamfundisha mambo ya utamaduni na michezo, yeye anakuangalia hivi, anakuchora pua, macho. Na unajua walimu wengine mnasimamaga hapa mbele kama mlingoti. Ukipita pita huko, kuna mwalimu mmoja alipita pita hivi, akajiangalia akasema, huyu kwa kweli ni mimi. Huyu ni mimi. Halafu akaliangalia kwa jicho tofauti hilo jambo. Akasema huyu ni artisti. Nikimkemea na kumtandika viboko, nimeua kesho yake. Nimeua karama yake. Akamwambia kijana, njoo. Hebu pitisha kwenye dawati. Waonyeshe picha. Waambie huyu ni nani? Watu mbona huyu ni mwalimu fulani? Huyu ni mwalimu fulani. Akamwambia chukua 5,000. Hivi ingekuwa ni wewe ungemtandika au ungempa 5,000? Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo kuna wengine unafundisha, yeye hayuko tayari kusikia mafundisho, yuko na mambo yake. Anaangalia mwalimu leo amevaa kimini. Hivi hamjawahi kuona wanafunzi wanawaangalia wamama, alafu anamwangalia anasema, ningekuwa nimefika umri wa kuoa, ningemuoa huyu. Ningemuoa. Mwambie kaa darasani, kubali kufundishwa. Tunaenda kuingia kwenye maombi sawasawa na Zaburi ya 32 mstari wa 8. Nitakufundisha, nitakuonyesha, nitakushauri na jicho langu litakutazama. Kubali kufundishika, kubali kushauriwa. Kuna watu hawataki ushauri. Shika sadaka yako. Hiyo sadaka ya mwanapunda, shika sadaka ya mwanapunda. Hiyo sadaka ya majani ya mitende, shika sadaka hiyo. Hiyo sadaka ya nguo, shika sadaka hiyo. Tunapoenda kuingia kwenye maombi, na tusogee wote madhabahuni. Sogea tu madhabahuni. Mwambie Yesu, nahitaji unifundishe. Leo Jumanne, nahitaji unifundishe. Ni siku ya mafundisho. Uliwafundisha wanafunzi, ukawafundisha wakuu wa makuhani na Mafarisayo, na mimi niko mahali hapa leo, nahitaji mafundisho. Nielewe maana ya Juma Takatifu, nielewe maana ya njia ya msalaba, nielewe maana ya Ukristo, nielewe maana ya kukutumikia. Pengine natumika nje ya kusudi lako, pengine natumika nje ya kusudi lako. Bwana, nipe kukutumikia katika roho na kweli. Endelea kumsihi Bwana akufundishe. Yeye Mungu ni mwaminifu. Yesu alisema si habari ya mtini tu, hata sisi tunaweza tukang'oa kila milima iliyo mbele yetu. Yesu pia akasema chochote tukiamini huku tukiomba kinakuwa chetu. Hebu mweleze Bwana ni milima mingapi ambayo iko mbele yako asubuhi ya leo. Yesu amesema tukiamini hiyo milima utaing'oa. Lakini zaidi ya yote amesema kila tunachokiomba kitakuwa chetu asubuhi ya leo, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Yeye amesema atatufundisha. Mwambie Bwana akufundishe namna ya kuomba katika jina la Yesu. Maana sehemu zingine nasema tunaomba lakini hatupokei kwa sababu hatujui jinsi ya kuomba. Asubuhi ya leo mwambie Bwana akufundishe namna ya kuomba, ili huo mlima ambao uko mbele yako Bwana kaung'oe, ili kile unachokiomba kikawe chako katika jina la Yesu. Endelea kumwambia Bwana, endelea kumweleza Bwana, endelea kumweleza Bwana. Iko neema ya Mungu ndani yako. Endelea kumwambia Bwana, huo mlima ukang'oke, huo mlima ukang'oke, huo mlima ukang'oke katika jina la Yesu. Huo mlima ukang'oke, huo mlima ukang'oke, huo mlima ukang'oke katika jina la Yesu. Kila mlima wowote uliosimama mbele yako, huo mlima ukang'oke kama ule mtini ulivyokauka. Haya, Mungu akatupa mamlaka, akasema milima yoyote ambayo iko mbele yetu, yeye ametupa neema ya kuing'oa katika jina la Yesu. Na zaidi ya yote akasema chochote tutachoomba huku tukiamini kitakuwa chetu, kitakuwa chetu, kitakuwa chako katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Bwana, asubuhi ya leo tunang'oa
tunang'oa kila milima yoyote iliyosimama mbele yetu. Inang'ooka kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Hiyo milima iliyosimama mbele yetu, maandiko ya Mungu yanasema hiyo milima tukiamuru itang'oka. Amuru kila mlima wote uliosimama mbele yako, uamuru ung'oke. Mlima wa magonjwa, uamuru ung'oke. Milima yoyote, milima ya kuzuia uchumi wako, uamuru ung'oke. Ewe mlima unang'oka kwa damu ya Yesu. Tunakuamuru huo mlima uliosimama mbele yetu, Yesu alitupa mamlaka, akasema kila chochote tunachoomba kitakuwa chetu katika jina la Yesu. Angalia Bwana, asubuhi ya leo tunaombea kila milima yoyote iliyosimama mbele yetu, ikazuia maisha yetu, ikazuia kazi zetu, ikazuia biashara yetu. Asubuhi ya leo Bwana, hiyo milima inang'oka. Milima ya kutokuamini inang'oka, milima ya kutokufundishika inang'oka kwa damu ya Yesu. Kila mlima wote uliosimama mbele yetu, huo mlima ukang'oke kwa damu ya Yesu. Kila mlima wote uliosimama mbele yetu, huo mlima Bwana kwenye mioyo yetu ukang'oke katika jina la Yesu. Asante Bwana Yesu kwa ajili ya uaminifu wako. Wewe umesema kama jinsi mtini ulivyokauka, ukasema na sisi tunaweza kufanya zaidi ya huo mtini. Tunaweza kung'oa milima kwenye maisha ya watu mahali hapa Bwana. Mkini iko milima imezuia. Umesema tu jambo moja, tuamini, na tukiamini itakuwa kwetu. Na sisi asubuhi ya leo Bwana, kwa kuja kwetu kwenye ibada hii tumekuamini Bwana, na umesema chochote tunachokiomba kitakuwa chetu. Na mikononi mwetu Bwana ziko na sadaka ambazo tunaenda kukutolea Bwana, kama ishara ya imani kwako, kwamba ishara ya imani kwetu Bwana. Chochote kilichosimama mbele yetu, nami ninakiamuru katika jina la Yesu, kikang'oke na kuondoka katika jina la Yesu. Na wote tuseme amen. Hebu mshangilie Bwana. Yeye amesema chochote kile ambacho kiko mbele yetu kama mlima kinaweza kikang'oka, imradi tumeamini, na chochote tunachokiomba kinakuwa chetu. Na ni maombi yangu asubuhi ya leo, chochote kile ambacho umekiomba kikawe chako. Basi karibu tuwe sadaka zako, kuna vikapu pale nyuma, karibu tuwe sadaka. Basi tunyoshe mikono yetu madhabahuni kwa ajili ya kushukuru Bwana kwa sababu ya siku hii ya leo. Bwana Yesu, tunakushukuru kwa sababu wewe ni Mungu wetu, wewe ni Baba yetu, wewe ni nguvu yetu, wewe ni ushindi wetu, wewe ni baraka yetu. Tunakushukuru kwa sababu ya wema wako na fadhili zako nyingi. Wewe ni Mungu ambao umesema pasipo imani haiwezekani kukupendeza wewe. Bwana, tukiwa na imani ndogo hata kama punje ya haradali, twaweza kuambia mlima ukang'oke na kutupa baharini. Bwana, tunaomba tujalie kuwa na imani katika maisha yetu, kwa sababu maisha yetu ya kufuata wewe ni maisha ya kwenda katika imani. Baba, tumekuja kwako kwa imani ya kwamba mahitaji yote tuliyohitaji kwako umeachilia ndani yetu. Afya njema umeachilia ndani yetu, ushindi umeachilia ndani yetu, kuelewa neno lako la uzima umeachilia uwezo ule ndani yetu. Bwana, tunaomba ukalitie muhuri ndani yetu, neno lako likapate kuzaa matunda na matunda yake yakapate kukaa.
Bwana Mungu wa mbingu na nchi, wewe ni Mungu uliye juu sana. Mawazo yako sio mawazo yetu, na uwezo wako sio uwezo wetu. Wewe Baba mtakatifu, mawazo yako juu sana, kama ambavyo Mungu neno lako la uzima linasema. Tunajua ya kwamba Mungu wetu wa rehema umekusudia kutunenea mema katika maisha haya. Bwana, tunaomba tubarikie, bariki watu wako, bariki na sadaka hizi, na watu wako wote tuliokuja kwako kwa moyo wa shukrani. Neema na baraka zikaachiliwe kwetu, nguvu zako za ushindi zikaonekane katika maisha yetu. Kila kiambaza na kila ukuta ambao unazuia neno lako lisipate nafasi ndani yetu, tunavunja na kuangusha na kubomoa kila kiambaza na kila kizuizi, tunayaangusha chini kwa mamlaka ya jina lako takatifu. Baba mtakatifu, Mungu wa enzi yote, elimu yako takatifu, elimu yako itokaye katika neno lako la uzima, kwa kupitia neno lako la uzima ikakae ndani yetu. Bwana, bariki watu wako, bariki mahitaji yao. Pokea sadaka hizi na shukrani za watu wako kwa jina la Yesu Kristo le hai, Bwana mwokozi wetu. Amen. Hebu mshangilie Bwana na Bwana akakubarikie. Amen. Asante. Basi asanteni, tumefika mwisho. Karibuni siku ya kesho, mkawe na siku njema. Asanteni sana.